na wanatembea katika mambo yao. Katika moja ya visa ambavyo nimesimuliwa na mwanafunzi wangu mtu mzima katika darasa langu nyumbani. Hivi sasa tulisimama darasa lile tangu wakati wa Rajab, hatukusoma tena mpaka leo, sijafungua darasa, lakini nadhani inshallah khilala hadhihi alayam yumkin naftahu alhalaqa. Siku haya machache huenda tutaanza darsa. Siku moja tulikuwa tunasoma kisa hiki. Katika kusoma hichi kisa, mmoja katika wanafunzi wangu ni mtu mzima, yani kwa hapa msikitini simuoni, lakini huwa anakuja kwenye darasa langu. Simtaji jina, mwenyewe atakapoiona hii video atajijua ni yeye na wanafunzi wangu darasani katika mahadi yangu naita madrasa au mahad Imam Qurtubi rahimahullah. Ana mtoto wa ami yake ni mvuvi. Yule mtoto wa ami yake walikwenda kwenye mambo ya uvuvi pwani. Walipofika kule pwani wamevua, baada ya kuvua wamerudi, basi akatokea mtu mmoja akaambia, naomba mimi na mzigo wangu mnipelekee nyumbani, lakini ni pwani. Akaambia sawa, wakakubaliana pesa. Akaambia pesa hapa sina, nitakwenda kuwapa nyumbani pale pale pwani, ni karibu. Sawa, akaingia kwenye chombo. Hii amenisimulia mwanafunzi wangu, sasa kumtaja jina. Alipoingia wamekwenda, walipofika katikati ya bahari, yule bwana akaambia, mimi nimeshafika nyumbani, nataka nishushe mzigo. Naona shughuli hiyo katikati ya bahari, kama vile pale Msasani pale, mtu anakuambia bwana, mimi niache hapa, nishafika nyumbani. Si unaweza ukakimbia? Utakimbia? Akaambia bwana, mimi nimefika. Akaambia mbona kuna maji? Akaambia shusheni mzigo wangu hapa. Bwana, tushushaje mzigo kwenye maji? Ambia shusheni mzigo hapa. Bwana, hapa. Akaambia mimi ndio mwenyeji wa hapa. Ukashushwa ule mzigo. Baada ya kushushwa ule mzigo, akaambia bwana, samahani, sijakupa hela yako, twende nyumbani ukachukue. Sasa wakawa wanaulizana nani aende. Wale watu wa kwenye mashua, nani aende. Akawa amekwenda huyo bwana ambaye ni mtoto wa ami yake huyo mwanafunzi wangu. Akaenda, walipofika kule amekwenda kukuta mijengo ya ajabu, majumba ya kifahari na barabara, watu wapo mitaani. Alipofika akaambia nisubiri kwanza. Sasa wakati akaambia nisubiri, kaa hapo nje. Sasa wakati anasubiri pale aletewe ile pesa, kuna dirisha lilikuwa wazi kama hivi. Akamuona binti mmoja mzuri sana, nywele ndefu zimekuja mpaka chini, anachana nywele. Sasa yule binti alipomuona kwamba huyu ananiangalia,